This year, 2026, the year of a new beginning. A new beginning is going to touch you. The new beginning is coming into your life like a river. And this river is going to touch all area of your life. The Holy Spirit is going to touch you. The Holy Spirit is going to work for you. The Holy Spirit is going to guide you so that you experience this new beginning in your life. So that you experience the success in your life. Because God wants you to be successful. God wants you to succeed. God wants you to be successful. My brothers and my sister all over the world who are listening to me right now, this year, the theme for this year, for this ministry is 2026, the year of new beginning. Connect yourself to this ministry. Connect yourself to this channel. Connect yourself so that you become a beneficiary of this new beginning in the year 2026, where God is going to create a new thing in your life. God is just going to create a new thing. This new thing is just for you. This new thing is just for your family. This new thing is just for your children. This new thing is just for your country. This new thing is just for you. Just open your heart to receive a new thing from God. Today, I am going to speak on the topic, the house of prayer. My brothers and my sister, I am going to have a series of speaking about new beginning and also about the house of prayer. Because the house of prayer is a place you encounter God. The house of prayer is a place where you speak to God. The house of prayer is a house that there is an altar for you to offer your sacrifice. Nyumba ya maombi ni nyumba ambayo iko na mahali pa kuweza kutolea sadaka zako. Nyumba ya maombi ni mahali ambapo unakutana na Mungu. If you have seen our poster, it is written, Jesus Triumphant Ministry, House of Prayer, where God makes a difference. We want to make this place a house of prayer, where everybody can come and pray to God, where everybody can come and meet with his Creator. Isaiah 56, 1, verse 1 to 7, the Bible says, this is what the Lord say, maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand. Angalia Isaiah 56 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Hapo ndio mahali tunasoma. Isaiah 56 mstari wa kwanza hadi wa 7. This is what the Lord say, maintain justice and do what is right, for my salvation is close at hand. And my righteous will soon be revealed. Blessed is the one who does this, the person who holds it last, who keeps the Sabbath without discrediting it,
and keeps their hands from doing any evil. Let no foreigner who is bound to the Lord say, the Lord will surely exclude me from his people. And let not no Enoch complain, I am only a dry tree. For this is what the Lord says to the Enoch, who keeps my Sabbath, who choose what pleases me, and hold fast to my covenant. To them I will give within my temple and its wall a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. And foreigner who binds themselves to the Lord to minister to him, to love the name of the Lord, and to be his servant, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant. This I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Their burnt offering and sacrifice will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. I'm going to read again verse 7. This I will bring to my holy mountain, and give them joy in my house of prayer. Their burnt offering and sacrifices will be accepted on my altar. For my house will be called a house of prayer for all nations. May God bless the reading. Isaia, Mungu anaanza kwa kusema ya kwamba maintain justice and do what is right, for salvation is close at hand, and godly righteous will soon be revealed. Utende haki, mufanye aliyo sawa, kwa sababu wokovu umekaribia, uko mkononi. Na utakatifu utaweza kufunuliwa. Biblia inasema ya kwamba blessed is the man who hold on to salvation, one who keeps the Sabbath holy and keeps his hand from doing any evil. Amebarikiwa mtu yule ambaye anashikilia wokovu na anasikilia Sabato kuifanya wakfu na anaepukana na kufanya maovu. Huyo ndio mtu ambaye Biblia inasema blessed is the one who does this, a person who holds it fast, who keeps the Sabbath without desecrating it, and keeps their hands from doing any evil. Then God will give him everlasting name. If you hold on to salvation, God will give you everlasting name. You may not get everlasting name because you are not holding on to salvation, but you are supposed to hold on to salvation so that God may give you everlasting name. Other names can be cut off. All other name for human being can be forgotten. But this name that God is going to give you because of salvation is the name that cannot be cut off, is the name that will always be remembered. Is the name that cannot be forgotten, because this name is everlasting name. This name lives forever. God will bring them to the holy mountain and make them
joy in the house of prayer. Make them rejoice in the house of prayer. These people that hold on to salvation, these people that keeps the Sabbath, these people that run away from doing evil, these are the people God is going to give them everlasting name. And God is going to bring them into the holy mountain. And they are going to rejoice in the house of God for prayer. Their offering and sacrifices shall be accepted upon the altar. Because when you enter into the house of prayer, the house of God, there is an altar there. And at that altar is where you will give your offering, is where you will give your sacrifice. And the word of God is telling us that God is going to accept the offering given in this house of prayer at altar. Because for God's house shall be called a house of prayer to all nations. Today, as this scripture is saying, I welcome you all to this house of prayer set aside for God. I welcome everybody to this house of prayer set aside by God. This is the working of God. This is wonderful. This is marvelous. God setting out a place for people all over the world to come and worship Him, to come and praise Him, to come and offer their sacrifices. Because God's house is a house for prayer. And this house for prayer is a house that has consecrated and dedicated for praying and worshiping. Nyumba ya Bwana, nyumba ya maombi. Na hii nyumba ya Bwana imetakaswa kwa ajili ya watu kuja na kutoa sadaka zao. Hii nyumba imefanywa wakfu kwa ajili ya watu waje na watoe dhabihu zao. Hii nyumba imefanywa kuwa nyumba inayokubalika mbele za Bwana. Hii nyumba imetengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hii nyumba imetengwa ili yeyote anayekuja mahali hapa aweze kumwomba Bwana, aweze kumsifu Bwana, aweze kumwinua Bwana, naye Bwana akiwa juu mbinguni atasikia maombi yake na kuweza kumtendea. Unapokuja katika nyumba ya Bwana, nyumba inayohitanishwa na jina lake, mahali ambapo unahisi, mahali ambapo unakutana na uwepo wa Bwana, mahali ambapo unakutana na nguvu za Bwana, mahali ambapo unakutana na uwepo wa Bwana. Na unapokuwa na uwepo wa Bwana, bila shaka unapata kuhudumiwa. Hii nyumba ya Bwana ni nyumba kwa ajili ya kabila zote, nyumba kwa ajili ya watu wote, nyumba kwa ajili ya mataifa yote. Kila mtu anakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Haijalishi uko namna gani, maadamu wewe ni mwanadamu, maana wewe kiumbe kilicho hai, unakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Ukiwa katika mji wa Voi, tunakukaribisha mahali hapa kwa sababu hii ni nyumba inayohitanishwa na Bwana. Hii ni nyumba ya Bwana. Hii ni nyumba kwa ajili ya maombi, na kwa sababu ni nyumba kwa ajili ya maombi, kila kiumbe, kila mwanadamu anakaribishwa mahali hapa.
ili unapokuja mahali hapa uweze kukutana na Mungu. Unapokuja mahali hapa ukaweze kukutana na uwepo wa Mungu. Unapokuja mahali hapa ukaweze kukutana na nguvu za Mungu, na utakapokutana na nguvu za Mungu, Mungu atakutendea haja ya moyo wako. Hapa ni mahali pa kuweza kuongea na Bwana. Ni mahali pa kuweza kutafakari ukuu na uwezo wa Bwana. Ni mahali pa kuweza kufanya ombi lako mbele za Bwana. Ni mahali pa kuweza kuomba Mungu ili ya kwamba aweze kukusikia. Hapa ni mahali ambapo unapata kuongea na Bwana, mahali ambapo unaongea na Mungu wako, unaombea Muumba wako. Ni mahali ambapo unapokuja Mungu anakutana na wewe. The house of prayer is a place of devotion. It's a place of meditating and a place of communicating with God. You need a place to communicate with God. You need a place for devotion. You need a place for meditating. And that place is the house of God. That place is the house of prayer. That is the place you are supposed to go. And when you go to that place, God will meet you there. Yesu akiwa mwana wa Mungu alipokuwa hapa duniani aliweza kwenda katika mji wa Yerusalemu. Na katika ule mji wa Yerusalemu alipata watu kama wamegeuza nyumba ya Bwana kuwa mahali pa kufanyia biashara. Tutasoma katika Marko 11 ule mstari wa kwanza hadi ule wa 17. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.'" Baada ya ule mwanapunda kufunguliwa, aliweza kupelekewa Yesu, na Yesu akaweza kukaa katika ule mwanapunda, akaanza kuenenda katika ule mji wa Yerusalemu. Watu ambao walikuwa nyuma yake na wale ambao walikuwa mbele walienda wakishangilia ya kwamba hosana na abarikiwe ajaye katika jina la Bwana. Verse 11. Jesus entered Jerusalem and went into the temple court. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Alipofika pale Yerusalemu, ilikuwa ishakuwa jioni. Marko 11 mahali tunasoma. Kwa hivyo ilipokuwa imefika jioni, akaenda pale hekaluni, lakini akapata ya kwamba ilikuwa tayari imefika jioni. Akaangalia kila kitu pale, lakini ilikuwa ni jioni. Akarudi akalala katika mji wa Bethani. Huyu Yesu kuna kitu ambacho kilikuwa kinamshawishi, kinamuuma. Huyu Yesu kuna kitu ambacho alikuwa anajua kwamba kinafanyika vibaya katika hekalu la Mungu. Ndiposa alienda katika hilo hekalu kuangalia nini kinaendelea katika hiyo hekalu. Ilipokuwa ni jioni, aliweza kurudi akalala katika mji wa Bethany. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple court and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the table of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise throughout the temple court. And as he taught them, he said, "It is not written, 'My house will be called a house of prayer for all nations,' but you have made it a den of thieves."
Siku ya pili Yesu aliporudi pale Yerusalemu, akaenda katika hekalu asubuhi na mapema, alipata watu wanafanya biashara katika nyumba ya Bwana. Alipokuta watu wanafanya biashara katika nyumba ya Bwana, aliweza kuwafukuza, kwa sababu alisema ya kwamba nyumba ambayo inahitanishwa na Mungu, nyumba ambayo inahitanishwa na Bwana, si nyumba ya kufanya biashara, si nyumba ya kufanyia biashara pale, bali ni nyumba ya maombi kwa ajili ya watu wote katika dunia yote. Hii yote Yesu alikuwa anafanya katika physical. Alifukuza watu ambao walikuwa wanauza na kununua katika nyumba ya Bwana. Akasema, akawafundisha, je, nyumba yangu si imeitwa nyumba ya maombi? Na mbona nyinyi mnaifanya kama nyumba ya biashara? Mbona mnafanya nyumba ya Bwana kama nafasi ya kupata fedha? Mbona mnafanya nyumba ya Bwana kama biashara? Mbona mnafanya kazi ya Bwana kama opportunity ya kutengeneza pesa? Labda hawa watu pale katika Yerusalemu walikuwa wanauza vitu ambavyo vinaonekana, lakini wewe unauza vitu katika nyumba ya Bwana, vitu ambavyo havionekani. Mbona unafanya nyumba ya Bwana kuwa mahali pa kupata fedha? Mbona unafanya nyumba ya Bwana ambayo inatakiwa iwe nyumba ya maombi kuwa ni mahali opportunity pa kutengeneza pesa, opportunity ya kutengeneza, kujitajirisha? Yesu akifukuza hawa watu katika hekalu, alikuwa anakoti maandiko katika Isaia 56 ule mstari wa 7 ya kwamba, je, nyumba ya Bwana ni nyumba ya maombi. My house is a house of prayer. But not a business opportunity, not wealth creation opportunity, creation enterprise, not wealth creating enterprise. The house of God is the house for prayer. These people had turned the house of God into a den of thieves. Hawa watu walikuwa wameharibu nyumba ya Bwana, walikuwa wameibadilisha kuwa mahali pa wizi na wanyang'anyi, mahali ambapo biashara inafanyika ya magendo, mahali ambapo biashara inafanyika ya wizi, mahali ambapo biashara inafanyika ambaye hamtukuzu Bwana. Lakini Mungu mwenyewe alikuwa amesema ya kwamba my house will be called a house of prayer for all nations. And it's in this house of prayer that God is going to accept offering and sacrifices. This is the place that God has set an altar so that you may bring your sacrifices, you may bring your offering to the altar. And when you do that, God is going to receive it. God is going to accept it. Sometimes we give offering to the places where God has not said. Sometimes we give money where we are not supposed to give. And because of that, God rejects. And when God rejects, we cannot see the benefit of our giving. We cannot see the benefit of our money. We cannot see the benefit of our offering, because we have given that offering where there is no altar, where
is not the place, a house for prayer. The house of prayer is atmosphere for everyone to come in and experience God's presence. This is environment. The environment to allow everybody to pray, everybody to communicate with God. This is the environment. It's the only environment that you can come in and then you meet your Maker. The picture of prayer in the Bible is conduit of communicating with your God. The house of prayer is the only way, is the only connection for you to communicate with your Creator. The house of prayer is designed for you to have close relationship with God. The house of prayer is a holy place, consecrated, respected for worshiping God. In 1 Samuel 7:1-2, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili 7:1-2, Samueli wa pili 7:1-2. Katika hiyo sehemu ya maandiko Biblia inazungumzia kuhusu Daudi. Na hii Biblia inapozungumza kuhusu Daudi, inazungumza kwamba Daudi alikuwa na tamanio ndani ya moyo wake. Tamanio la moyo wake lilikuwa ya kwamba aweze kumjengea nyumba, hekalu, aweze kumjengea Mungu hekalu. David was a person who had a desire to build a house of prayer to God. This desire came from his own personal conviction. This desire came from his own personal decision. This desire came from his own personal perspective, the way he was seeing things during those days. David had a desire to build a house of prayer to God. 2 Samuel 7:1-2. The Bible says, after the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, here I am living in a house of cedar, while the ark of God remained in a tent. He was living in a good house. He was driving the better car. He was driving the best car. He was living in the latest design of a house. But God's house, the house of prayer, the house of prayer, the house of prayer, the ark of God was living in the tent. Daudi alikuwa na tamanio baada ya kuona kwamba Mungu amemfanikisha, baada ya kuona kwamba Mungu amempa amani, baada ya kuona kwamba Mungu amempa utajiri, baada ya kuona kwamba Mungu amempa uwezo wa kuwa mfalme, akaona kwamba mimi nakaa katika nyumba iliyo mzuri, nakaa katika nyumba inayopendeza, nakaa katika nyumba iliyo mzuri, niko na kila kitu ambacho ni kizuri, niko na gari mzuri, niko na nyumba mzuri. Lakini angano la Mungu linakaa katika hema. Then he had a desire, akawa na shauku amjengee nyumba, hekalu, ajengee Mungu hekalu.
ajenge nyumba kwa ajili ya maombi. Siku hizi za leo, hizi hekalu ambazo tuko nazo, hizi hekalu, hizi jengo ambazo tumejenga kwa ajili ya kumsifu Bwana, kwa ajili ya kumwabudu Bwana, Daudi ndiye aliyekuwa na hilo tamanio. Daudi ndiye aliyekuwa na hiyo shauku. Daudi ndiye aliyekuwa na hayo maono, na Mungu akaweza kuyakubali kwa sababu yalikuwa maono mazuri. Je, ni mara ngapi tunakubali watu wanapokuwa na maono mazuri kuwapatia support ili ya kwamba maono yao yakaweze kutimia? Building a house for God, it was David's desire. It was King David who started it. It was the thinking of King David. It was perspective of King David. It's the David who saw that he was living in a good house. He was driving a good car. He was eating well, and the ark of God was in the tent. After David having a desire to build a place for God, God now is telling him, he lifted him from following sheep. Mungu alikuwa ameinua Daudi kutoka kuchunga kondoo, akamfanya kuwa mfalme. Yeye ndiye alikuwa mdogo sana katika familia yao, lakini Mungu akapata kumuinua. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa na desire ya kujengea Mungu hekalu, naye Mungu aliweza kumhakikishia kwamba jina lake litakuwa jina kuu katika dunia kote, kwa sababu alikuwa ni desire mzuri, na kwa sababu ilikuwa desire mzuri, Mungu aliweza kuifuatilia na kutimiza hiyo desire. David wanted to have a physical place where people will come and give their offering and sacrifices to God. He wanted a place where people will come and petition God. He wanted a place where he will communicate with God. He wanted a place where God will accept him and God will accept his people. A place where when you come and pray, God will hear your prayer and God will answer you. That was the desire, that was the vision of the David, to build a house for God. God has given us some ability. God has given us ability. That's something we don't even have to ask God, because already God has given us ability. The desire for a house of prayer built for God was a desire from King David. It's the king who saw that he wanted to build a house. He wanted to build a house so that that house may be a place that he can come and worship God. A place that people can come and worship God. A place people can come and ask God for their forgiveness of their sin. A place people can come and meet with their Creator. A place where you can come and communicate with your God. That was the desire of God. And that is the house of prayer. And that is this place. My dear God, may you make this place to be a place where anybody who come here may meet you. Let anyone who come here to pray to you, God, may you hear his prayer. My dear God, today I am asking
Make this place to be a place where you can meet your people. Because David desire, you accepted King David to build for you a physical place where people can come and meet. This is a physical place where people can come and meet, where people can come and pray. This is a place to communicate with God. This is a place where when you come here and you cry to God, God will forgive you your sin. God accepted this desire, but he told him, because you have shed a lot of blood, you will not build a house for me, but your son will do it. This was a good desire. The way most of you have decided to come and worship with that, that is a good desire. Worshiping with us is a good desire. Coming and worshiping at this place is a good thing. Watching our videos is a good thing. Coming and worshiping with us is a good thing. Coming and worshiping with us is an opportunity for us to share what God has given us together. My brother, my sister, the house of God is the house for prayer. It's a house where we came and pray God. Nenda mbele za Bwana, ukaombe msamaha, ukaombe Bwana akusamehe, na ukabadilike, ukashike njia iliyo nzuri, njia ambayo inaweza mtukuza Bwana. Wacha ukanyenyekee mbele za Bwana. Wacha ukaweze kunyenyekea mbele za Bwana. Uombe Mungu kwa ajili ya familia yako. Uombe Mungu kwa ajili ya mke wako. Uombe Mungu kwa ajili ya watoto wako. Uombe Mungu kwa ajili ya bwana wako. Uombe Mungu kwa ajili ya nchi yako. Uombe Mungu kwa ajili ya dunia, ili Mungu asikie maombi yako. Na akisikia maombi yako atajibu, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Mungu anaenda kusikia maombi ambayo utaomba. Mungu anaenda kusikia maombi ambayo utaomba. Lord, may your eyes be on this house, and your heart be with us, to fill us with your divine life and love. Make this house to be a true house of prayer. Bwana, siku hii leo fanya hii nyumba ikaweze kuwa nyumba pa kuabudu wewe. Bwana, fanya hii hekalu ikaweze kuwa hekalu ambalo litakutukuza wewe. Wacha Bwana, hapa mahali panapoitanishwa na jina lako, watu wanapokuja wakakutana na muujiza zao. Baba, katika jina la Yesu. Solomoni alipomaliza kujenga ile hekalu, ulijaza lile hekalu na utukufu wako. Hata makuhani hawakuweza kuhudumu kwa sababu nguvu zako zilikuwa zimejaza ile hekalu. Your presence was very strong. Siku hii ya leo Bwana, tunapokuja kukuabudu mahali hapa, wacha uwepo wako Bwana ukaweze kuonekana. Yeyote ambaye anakuja kukuomba mahali hapa, Bwana, wacha uwepo wako ukaweze kukutana naye. Bwana, yeyote ambaye atakuja kukusifu mahali hapa, Bwana, ukasikie maombi yake. Bwana, yeyote ambaye atakuja kukutafuta mahali hapa, Bwana, kutana naye. Kama kuna mgonjwa ambaye atakuja mahali hapa, Bwana, kutana naye. Yehova, katika jina la Yesu, hii nyumba ni nyumba ya maombi
kwa watu wote. Wanapoomba Bwana ukawasikie. Jehova Jire, watu wote ambao watatazama huu ujumbe Bwana, ukatende jambo katika maisha yao. Bwana, ukatende jambo katika maisha yao. Bwana, ukakutane nao. Wacha pia nao Bwana wakaweza kufaidika na hizi faida za kuweza kushikamana na hizi faida za kuweza kuenenda katika nyumba ya maombi. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen.